ni simulizi ya kusisimua kutoka Nigeria, inayobeba mafunzo halisi ya maisha ambayo jamii inapaswa kuyaepuka. Ni historia iliyojaa maumivu na manyanyaso wanayopitia watoto wanapotelekezwa na wazazi wao na kulazimika kukua katika maisha magumu. Hadithi hii inamhusu binti mmoja jasiri na mrembo aitwaye Sijali. Yeye ndiye muhimili wa simulizi hii. Alitelekezwa na mama yake siku 2 tu baada ya kuzaliwa na kulelewa na bibi yake hadi alipoaga dunia. Baada ya kifo cha bibi, Sijali aliamua kuanza safari ya kwenda mjini kumtafuta mama yake. Kwa bahati nzuri, alifanikiwa kumuona, lakini mambo hayakwenda kama alivyotarajia. Mama yake alikuwa ameolewa tena na maisha yake yalikuwa yamebadilika kwa kiwango kikubwa. Kwa masikitiko makubwa, mama yake alimkataa na kumfukuza. Maisha ya Sijali yakawa magumu, yenye huzuni na mateso. Kama una moyo mwepesi, simulizi hii siyo ya kufuatilia, ni huzuni tupu. Simulizi inaanza katika mji wa Enugu, katika soko la Ogbete. Sijali, ambaye kijina lake la utani ni Saprochuku, maana yake Sijari kwa Kiswahili, anaonekana akitembea sokoni akiwa amebeba mzigo mkubwa kichwani. Amezoea maisha ya mtaani kiasi kwamba muda wowote anaweza kuanzisha ugomvi bila kujali mtu anayekabiliana naye. Akiwa sokoni, maboksi yanaporushwa na vijana waliokuwa wakipanga bidhaa. Moja linaanguka na kugonga mzigo wa Sijali. Bila kusita, anaanzisha vurugu kali. Anayekabiliana naye ni mwanaume, lakini Sijali hana woga. Ujasiri wake unamfanya kijana huyo akae kimya, akiogopa kuingia matatani kwa sababu ya sheria za kijinsia. Sijali huchapa kazi yoyote ili kuhakikisha anapata riziki. Siku hiyo alifanikiwa kupata pesa nzuri na alirejea nyumbani akiwa na furaha. Njiani, anakaribia kugongwa na pikipiki, lakini badala ya kuangalia kosa lake, anaanza kulumbana na dereva na abiria. Dereva anamwambia, "Wewe kipofu," naye Sijali anajibu kwa kejeli, "Abiria kipofu na dereva kipofu, nyote hamna akili." Anapokaribia nyumbani, anashangaa kuona kila mtu akimtazama kwa macho ya ajabu. Anajiuliza, mbona kila mtu leo ananiangalia kama natembea mtupu? Anapofika, anakuta watu wamejaa nyumbani kwao. Mama yake mkubwa, aliyemzoea kumuita Mamkubwa Tunu, alikuwa analia kwa uchungu mkubwa akisema, "Mama amekwisha ng'ata meno," akimaanisha kuwa bibi yake Sijali amefariki dunia. Sijali anaingia ndani kwa kasi, anakuta mwili wa bibi yake umefunikwa. Anavua blanketi na kuanza kuongea naye kwa uchungu. "Mama, tazama pesa nilizopata leo." "Mama, najua unanisikia, nijibu." "Mama, ni mimi, Sijali. Najua umelala tu mama." Aliendelea kumkumbatia bibi yake aliyekuwa marehemu, si kwa woga bali kwa uchungu wa moyo. Mama Mkubwa Tunu alimkumbatia Sijali na kumfariji. "Sijali, pole kwa msiba wa bibi yako. Alikuwa mtu pekee uliyekuwa naye, lakini usijisikie mpweke. Nipo kwa ajili yako. Nitakuwa hapa kila wakati." Kisha akaongeza, "Maandalizi ya mazishi inabidi yaanze mara moja. Si vizuri kuacha mwili kwa muda mrefu." Sijali akasema kwa sauti ya huzuni, "Hata hivyo, sifahamu chochote kuhusu mazishi. Na pia sina pesa, Mamkubwa Tunu, nianzie wapi?" Mamkubwa Tunu akamwambia, "Mshukuru Mungu tupo kijijini. Tutachangiana kiasi chochote, hata kama ni kidogo. Tutafanikiwa tu kumzika." Lakini Sijali alikataa kwa msimamo. "Hamwezi kumzika bibi bila mama yangu kuwepo. Hata yeye ana haki ya kumzika mama yake." Mamkubwa Tunu akamjibu kwa upole, "Sijali, natambua unachosema, lakini mama yako tunayemzungumzia hakuna anayemfahamu. Hakuna hata habari zake. Miaka 14 sasa imepita tangu alipokutelekeza siku 2 tu baada ya kuzaliwa kwako." Nobody don't think I see him. Wish today when you dey. Sijali aliendelea kuhuzunika na kuchukia hali iliyokuwa imetokea. Kwa uchungu alisema kuwa bibi yake anapaswa kuzikwa kwa heshima, si kama mtu asiye na familia. Aliendelea kusisitiza kuwa mama yake anapaswa kuwepo kumzika mama yake mzazi. Mamkubwa Tunu alimshika bega na kumfariji kwa upole akimwambia, "Najua unavyojisikia mwanangu." Sijali akamjibu kwa sauti ya kukata tamaa, "Mamkubwa, najua unajua, lakini naona kama nadanganywa. Nani anaweza kuvaa viatu vyangu na kujua jinsi vinavyonibana? Sio tu kufiwa na bibi, ni zaidi ya hapo." Hakika, Sijali alipitia nyakati ngumu na za kusikitisha. Alijisikia mpweke kupita kiasi kwa kumpoteza bibi yake kipenzi, huku akimkosa kabisa mama yake wa kumzaa, mtu aliyekuwa hajawahi kumjua hata siku moja. Akiendelea kupangusa machozi na kupanga vitu vyake vizuri,
Aliona kisanduku kilichokuwa kimetunzwa vizuri. Alipokifungua, alikuta picha ya mwanamke mrembo sana pamoja na bahasha yenye karatasi ya maandishi. Alijaribu kusoma maandiko hayo, lakini kutokana na uwezo mdogo wa kusoma, hakuweza kuelewa yaliyokuwa yameandikwa. Akiwa mwepesi wa kufikiri, aliamua kumpelekea Mr. Silas barua hiyo ili amsaidie kuisoma. Ndani ya sanduku hilo pia kulikuwepo na vitu vingi ambavyo bibi yake alikuwa akivitunza kwa umakini. Silas alikuwa kijana mwenye uelewa mkubwa na mwaminifu. Alisoma barua hiyo kwa makini, jambo lililopelekea kufungua macho ya Sijali. Akatambua kuwa mwanamke mrembo katika ile picha alikuwa ni mama yake mzazi. Kwa hasira na maumivu, Sijali alijiapiza kuwa kama kweli huyo ndiye mama yake na hakuwahi kumtafuta, basi hata yeye hakuwa tayari kujisumbua kumtafuta tena. Hata hivyo, hakuweza kuficha kuvutiwa na hereni nzuri za marehemu bibi yake ambazo alizikuta ndani ya kisanduku. Baada ya tafakari ndefu, Sijali aliamua lazima amtafute mama yake. Hakukuwa na namna nyingine. Akiwa ndani ya gari, moyo wake ulikuwa umejaa huzuni. Safari yenyewe ilikuwa ya majonzi makubwa, kwani alitumia muda wote akiwa analia kimya kimya. Alipowasili mjini, hakuwa na muda wa kupumzika. Alianza moja kwa moja kufuata maelekezo yaliyoandikwa katika barua. Alijitahidi kuuliza kwa watu mbalimbali kuhusu eneo husika ili awe na uhakika kabla ya kufika. Hatimaye, alifika kwenye nyumba yenye namba aliyoiona kwenye barua. Akiwa anapambana kulinganisha namba hizo, mlinzi wa getini alitoka na kumkuta Sijali. Alipomuona, alidhani ni ombaomba. Akatoa kiasi kidogo cha fedha, akafanya dua juu yake, kisha akampa. Lakini Sijali alimwambia, naomba umuite mama yangu, mimi sina njaa. Alijaribu kulazimisha kuingia, lakini mlinzi alimzuia. Kwa kuwa hali ilikuwa ya usumbufu, mlinzi aliamua kumpigia bosi wake simu. Bosi huyo alifika haraka na kumuuliza, unaitwa nani? Kabla Sijali hajajibu, bosi aliongeza, ni matumaini yangu kuwa unatafuta kazi. Sijali alijibu, hapana, namtafuta Sikudhani. Bosi akasema, simjui. Wakati huo mwanamke mmoja alitokea kutoka ndani na kuuliza, kuna shida gani hapa? Bosi alimjibu, huyu binti anasema anamtafuta mama yake. Mwanamke huyo alimsogelea Sijali na kumwambia kwa baridi, mama yako hayupo hapa. Sijali akatoa picha, akaanza kumfananisha mwanamke aliyekuwa ndani ya nyumba hiyo na yule wa kwenye picha. Macho yake yakamshuhudia ukweli mchungu, alikuwa ni yeye. Mwanamke huyo alikuwa na kila kitu kama alichoona kwenye picha: sura, macho na hata tabasamu la mbali. Lakini kwa msimamo mkali, mwanamke huyo alikana kuwa ndiye mama yake, akasema hamjui kabisa mtu huyo kwenye picha. Wote wawili waliingia ndani na kumwacha Sijali akiwa nje, akiwa ameshikiliwa na mlinzi. Mlinzi alimfukuza kwa hasira. Sijali alilia sana, akijutia maamuzi ya kuja kumtafuta mama yake. Ndani ya nyumba hiyo, familia ya mama yake Sijali ilikuwa mezani wakipata kifungua kinywa. Samueli, mume wa mwanamke huyo, Sikudhani, alikuwa kimya, lakini akimwangalia mkewe kwa tafakari nzito. Moyoni alihisi kuwa huenda kweli yule binti ni mtoto wa mkewe. Kulikuwa na kufanana kwa ajabu kati yao. Baada ya kifungua kinywa, familia ilitoka pamoja kumpeleka binti yao Rosie shule. Mlinzi alipofungua mlango, Sijali alikimbia ghafla, akamrukia mama yake kwa kilio kikubwa, ni wewe mama yangu? Mlinzi na Samueli walijitahidi kuwatenganisha. Mlinzi alimbeba Sijali kwa nguvu na kumtoa nje, huku Samueli akimrudisha mke wake ndani kwa mshtuko. Sikudhani, akiwa amevurugwa, aliingia ndani na kukumbana na mume wake. Samueli alimwambia, huenda kweli yule ni mtoto wako, mmefanana sana kila kitu, hata yule mwanamke wa kwenye picha. Sikudhani akajibu kwa hasira, siwezi kuwa mama yake. Mbona kama unanilazimisha? Au ni mwanao? Umeamua kumleta aje akae hapa? Kauli hiyo ilileta mvutano kati yao. Baadaye, baada ya kutafakari sana, Samueli aliamua kumchukua Sijali. Walipofika nyumbani, mdogo wake Rosie alimkaribisha kwa mashaka. Wewe unaitwa nani? Rosie aliuliza. Sijali akajibu, naitwa Saprochuku. Rosie alijaribu kurudia jina hilo, lakini lilimshinda. Kisha akauliza, kwa hiyo unasema mama yangu ni mama yako pia? Ndiyo, Sijali akajibu. Hapana, huwezi kuwa dada yangu, unanuka. Rosie alijibu kwa dharau. Sijaoga leo, alisema Sijali kwa upole. Rosie akaendelea, wewe ni mchafu. Sijali alimwambia,
Usiwe mkorofi kwa sababu unaishi kwenye nyumba kubwa. Mimi usiku kucha nililala mtaani nikitafuta. Alipokuwa anainuka kutoka kwenye begi alilokalia na kujaribu kukaa kwenye kochi, ghafla mama mjengo, sikudhani, akaingia ndani kwa hasira. Kalia, aliamuru kwa sauti kubwa iliyomshtua Sijali. Akiwa anamfokea kwa ukali, alisema, umefata nini nyumbani kwangu? Toka, aondoke. Samueli anaingia na kujaribu kumtuliza mke wake. Anamwambia unaweza kupunguza jazba, tunaweza kumtunza na akawa ni msaada kwetu. Siri anasema, nilijua tu, huyu ni mtoto wako, sasa unatumia mbinu ili kuniletea mimi mtoto wako nyumbani kwangu. Siri aliongea maneno makali sana na mwisho akamwambia mume wake, yeye anampeleka mtoto shule, atakaporudi asimkute Sijali katika nyumba hii. Samueli hakuwa na chaguo jingine zaidi ya kumchukua Sijali na kumtoa katika nyumba hiyo. Wakiwa njiani, Samueli anamwambia Sijali kuwa inabidi ni kuache sehemu yoyote, mimi niende kazini. Sijali anasema, lakini mimi ni mgeni hapa, sijui hata naishi vipi katika mji huu. Samueli anasema, mimi sina namna ya kukusaidia, mke wangu hataki kukuona. Wewe sasa ni binti mkubwa, na ukizingatia Abuja ni jiji la fursa, unaweza kufanya hata biashara yoyote. Sijali anasema, lakini wewe ni mwanaume, unashindwa kusimama kama mwanaume na kusema mimi nimeamua huyu binti ataishi hapa. Samueli maneno yale yalimgusa sana moyoni. Kwa kuhofia kuangusha chozi mbele ya Sijali, akaamua kuchukua kiasi cha fedha na mawasiliano yake, kisha akamkabidhi Sijali na kumshusha kwenye gari. Lakini Samueli alilia sana kwa uchungu.